vigelegele. Katika jina la mwanao Yesu, watoto wako tuja mbele zako sasa. Mioyo yetu ikiwa imechangamka, matumaini yetu yakiwa thabiti kwako. Bwana, tunakushukuru sana kwa kumfufua mwanao Yesu kutoka kwa wafu kwa nguvu kubwa. Asante Bwana kwa sababu uliwaita mitume wako kwa mashahidi wa habari hizo. Sasa unatuita sisi kwa mashahidi vile vile wa habari hizo kwa ulimwengu huu usiokujua uliopotoka. Utusaidie sasa tunapolitafakari neno lako, nena nasi kwani watoto wako tunasikia kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Watu wa Mungu tuketi. Haleluya, Bwana amefufuka. Amefufuka kweli. Haleluya, Bwana amefufuka. Amefufuka kweli. Haleluya. Watakia heri na baraka nyingi za Mungu katika Pasaka hii ya mwaka wa 2016. Bwana aliyefufuka, Bwana aliye hai, akutane na haja zenu tunazomuomba, haja za rohoni na haja za mwilini, ili maisha yenu yote yafanyike kuwa baraka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nianze kwa kuwakumbusheni maneno ya salamu ambayo tulifundishwa hapa na askofu kutoka Dayosisi ya Ruvuma. Maneno ambayo ndugu zetu wa Anglikana wa Ruvuma wanayatumia. Maneno haya nikisema na mimi nifuata nao. Bwana asifiwe. Amen. Kristo mshindi. Kristo mshindi. Kristo mfalme. Kristo mfalme. Kristo mkombozi. Kristo mkombozi. Kristo mtawala. Kristo mtawala. Uje Bwana Yesu. Uje Bwana Yesu. Nisome maandiko matakatifu kidogo katika ile barua ya Paulo mtume kwa Wakorintho tuliosomewa, ile barua ya kwanza. Nisome nami mistari michache kwa kukusheni. Nitasoma kuanzia mstari wa 12, sitaanzia mwanzoni. Wakorintho ya kwanza sura ya 15, nitasoma kwanza mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, basi ikiwa Kristo anahubiriwa ya kwamba amefufuka katika wafu, kuna baadhi yenu husema kwamba hakuna kiama ya wafu. Lakini kama hakuna kiama ya wafu, Kristo naye hakufufuka. Tena kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure. Na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu, kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo ambaye hakumfufua ikiwa wafu hawafufuliwi. Maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu bure, mngalimo katika dhambi zenu. Na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Kama katika maisha haya tumemtumaini Kristo, sisi tumasikini kuliko wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kristo mshindi, Kristo mfalme, Kristo mkombozi, Kristo mtawala ni sifa 4. Sifa ambazo tutatafakari alizipata Bwana wetu Yesu Kristo
kwa tendo lake la kufufuka, sifa ambazo tutatafakari katika hotuba hii. Lakini nianza kusema kwamba kifo kina mahusiano na dhambi. Kwani kifo ni adhabu. Kifo ni adhabu ya Mungu kwa ajili ya dhambi. Dhambi lazima ihukumiwe. Ihukumiwe adhabu. Na adhabu ya dhambi si ya kuchagua, imeshawekwa tayari. Maana mshahara wa dhambi ni mauti. Kila adhabu itahukumiwa, na adhabu yake ni kifo kwa mwenye dhambi. Bwana Yesu ni mwana pekee ambaye ni mwanadamu pekee ambaye hakuzaliwa akiwa na alizaliwa akiwa hana asili ya dhambi. Bwana Yesu hakuwa na dhambi, na Bwana Yesu hakutenda dhambi. Sasa kwa sababu hiyo, kwa sifa hiyo, kwa njia yoyote ile asingeweza kufa. Hata kama ilitokea mtu fulani, mtu yoyote akazaliwa, ikatokea anazaliwa hana dhambi, mtu huyo ataishi hai milele, kwa sababu dhambi na mauti, dhambi na kifo vina uhusiano. Dhambi ndiyo huleta kifo. Ndugu zangu, Bwana Yesu asiye na dhambi aliweza kufa. Hili ajabu. Lakini aliweza kufa pale msalabani kwa sababu alibeba dhambi. Dhambi yako wewe na dhambi yangu mimi. Na kwa sababu ya kubeba dhambi sio yake, Bwana Yesu aliangikwa pale msalabani akafa. Lakini amekufa mahali pako, amekufa kwa niaba yako na kwa niaba yako. Huu ni upendo wa ajabu sana. Ni upendo wa ajabu sana. Kwa kukubali kufa, Bwana wetu Yesu Kristo alikamilisha adhabu yote inayotakiwa kwa ajili ya dhambi yako na dhambi yangu. Hukumu imesomwa na mhalifu ameibeba hukumu na ameikamilisha pale katika msalaba. Kwa sababu hiyo leo ndio maana tunapiga vigelegele, tuna furaha, tumechangamka, kwa sababu hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Warumi sura ya 8 mstari wa 1. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndugu zangu, sisi wa Kristo tunapotafakari habari za kufufuka, tunatafakari jambo kubwa, jambo muhimu mno katika imani yetu sisi wa Kristo. Na kwa kweli kufufuka ndio habari, kufufuka ndio hoja iliyosikika midomoni mwa mitume walipoanza kusimama na kuhubiri. Walihubiri habari za ufufuo wa Yesu. Uniseme labda walikuwa wameweka mkazo katika kufundisha habari za ufufuo zaidi kupita habari ya kifo cha Yesu. Kisoma Matendo ya Mitume ile sura ya 1 mstari wa 22, unaona wanafunzi wa Bwana wetu Yesu Kristo walipolazimika sana kuziba pengo lililoachwa na mpendwa wao Yuda aliyemsaliti Yesu, akajibagua, akajitoa katika wale kinasha. Wakataka pengo lile lazima lizibwe. Ni muhimu mno tuwe 12. Sifa za aliyetakiwa kuliziba pengo lile ni shahidi wa kuona habari za kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Nataka tutafakari tujue, tunaposhereheka hii siku ya Pasaka, tujue tuko katika jambo kubwa, na kufufuka kwa Yesu ni jambo kubwa katika imani misingi yetu sisi wa Kristo. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 33 inazungumza pia umuhimu wa habari ya kufufuka, kwamba wanafunzi wale mitume walihubiri hiyo habari sana
kuliko habari nyingine. Matendo ya Mitume sura 4 mstari wa 33, neno la Mungu linasema, na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi. Halafu mstari inaendelea pale. Hiyo ilikuwa hoja, ndio ilikuwa mahubiri. Tuseme kwa lugha nyingine, kufufuka kwa Yesu Kristo kuliwapa wanafunzi habari ya kusema. Yesu asingefufuka, wasingekuwa na kusimama na la kusema. Paulo anatumia sura nzima, sura ya 15. Tumesoma katika somo la waraka sehemu tu ya sura hii, lakini sura nzima hiyo Paulo anazungumza habari kubwa katika imani yetu ya Kristo, habari za kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Anazieleza habari hizi kwamba ni hakika Yesu amefufuka. Anaeleza na faida za kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo kwa maisha ya watu wanaomtumaini Yesu. Faida za kufufuka kwa Yesu hazipo kwa wote. Zipo kwa baadhi ya wanadamu duniani. Ni wale tu ambao wameweka matumaini yao, wameweka maisha yao wakimtegemea Yesu. Paulo akiandikia wale ambao walikuwa na kiburi cha uzima, wanakataa habari ya neno la Mungu. Wanasema hizo habari za kufufuka, kwamba kuna watu watafufuka, hazipo. Hakuna ufufuko. Paulo ana ujasiri, anasimama, anashuhudia kwamba ufufuko ni kweli upo. Anatumia kufufuka kwa Yesu kama kigezo, kama sababu, kama thibitisho la kwamba ufufuo wa wafu upo. Bwana asifiwe. Amen. Nami nitangaze kwetu sisi na mtumaini Yesu, hata tukifa tutafufuliwa. Bwana asifiwe. Amen. Kiburi hicho tunacho kwa sababu Yesu ameshinda kifo, amefufuka. Bwana asifiwe. Amen. Ufufuko wa Yesu unatuthibitishia pasisha kwa ufufuko upo, na tunaomtumaini Yesu tujapokufa hatutapotea, bali tutafufuka kama Yesu alivyofufuka. Na uthibitisho unaweza ukasoma mstari wa 19 katika barua tuliyosoma. Paulo anasema kama hakuna tumaini la ufufuo mbele yetu, tunaishi lakini hakuna wafu kufufuliwa huko mbele. Kwa Kristo sisi tutakuwa watu tunaotia huruma kuliko wote duniani. Yaani kuishi maisha haya ya kujikana, kuishi maisha haya ya kubeba msalaba, kuishi maisha haya ya kubezwa, kuishi maisha haya ya kuikosa dunia na vyote, halafu kusiwe na tuzo mbele. Sisi tunapaswa kuchekwa, sisi tunapaswa kuzomewa, maana tumepitwa mno na wakati. Lakini Paulo anasema ufufuo wa wafu upo, na sisi tunamtumaini Yesu, tutafufuliwa, na ufufuo wetu ni tuzo ya Mungu kwa ajili ya watoto wake. Bwana asifiwe. Amen. Ndugu zangu, kama vile hatuna ubishi wowote kwamba kifo kipo. Kuna ubishi. Kifo kipo kwa vile mwanadamu mmoja, Adam, alifanya dhambi, na yeye Adam kwa ajili ya dhambi yake amewaambukiza wanadamu wote, mimi na wewe. Kama vile kifo kipo na ufufuko nao, ufufuo upo. Hatupaswi kuleta ubishi katika hilo, kwa vile mtu mmoja vile vile Yesu Kristo alishinda kifo, alifufuka na kuleta ufufuo kwa wanaomtumaini. Ukisoma mstari wa 20 katika barua tuliyosoma utayaona maneno haya. Kufufuka kwa Yesu ni tukio lililowapa mitume habari, lililowapa mitume hoja ya kutangaza. Kufufuka kwa Yesu kulifanya ujumbe wa mitume wa Yesu Kristo uwe na mshiko na mashiko. Lakini asingefufuka, wasingekuwa na la kusema kwa dunia hii. Tendo la kufa kama lisingefuatana na kufufuka, mitume wangekosa habari, wangekosa hoja ya kusimama mchana kweupe na kuhubiri. Kwa sababu
Katika dini na maandiko ya Kiyahudi, anayekufa kwa kuangikwa pale mtini ni kwa sababu amelaaniwa. Ni pigo la Mungu. Kwa sababu hiyo Yesu kwa kufa kwake ilihesabiwa ni laana. Ilihesabiwa amepigwa na Mungu, amekataliwa na Mungu. Sasa mitume wangesimama vipi? Kwa ujasiri upi wa kuzungumza habari za mtu aliyelaaniwa, wa kuzungumza habari za mtu aliyekataliwa, kuwavuta watu waje kwake wamtumaini kwa ajili ya uzima wa milele? Wangesimama vipi? Bwana asifiwe. Amen. Lakini kwa sababu Yesu amefufuka, ameshinda kifo, wanafunzi wa Yesu, mitume wa Yesu wanasimama wakiwa na ujasiri mkubwa kutangaza kwa nguvu zote kwamba Yesu ni mshindi, Yesu ni mfalme, Yesu ni mtawala. Uje Bwana Yesu katika maisha haya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbukumbu la Torati sura ya 21 mstari wa 22 unazungumza hayo kwamba akiwa mtu ametenda dhambi ipasayo kufa, akauawa, nawe ukamtundika juu ya mti, mzoga wake usikae usiku kucha juu ya mti, lazima utamzika siku hiyo hiyo. Neno muhimu ya kukumbuka ni kwamba kwani aliyetundikwa amelaaniwa na Mungu. Kuhubiri habari za mtu aliyelaaniwa kama nilivyosema ni uchuro. Bwana asifiwe. Lakini Yesu amefufuka kutoka kwa wafu. Tendo la kufufuka kwa Yesu linabadilisha kabisa mitazamo na linawafanya mitume wawe na la kusema. Tendo la kufufuka kwa Yesu ni ushindi mkubwa wa Mungu, ni ushindi mkubwa wa Yesu, ni ushindi mkubwa wa mitume wake, ni ushindi mkubwa kwetu sisi tunamwamini Yesu siku ya leo. Tendo la kufufuka liliwafanya maadui wa Yesu kuchanganyikiwa. Wale Mafarisayo, wale Masadukayo, wale waandishi, kufufuka kuliwachanganya, kwa sababu ilikuwa wazi wazi kwamba mhalifu huyo, mtu aliyelaaniwa, asingekufufuka, asingeweza. Amefufuka kwa sababu ya mkono wa Mungu. Mungu yuko pamoja naye, Mungu anampenda, Mungu amemkubali. Ilikuwa wazi wazi. Ufufuko ulimfanya Yesu yule aliyeishi maisha ya unyenyekevu atukuzwe. Bwana asifiwe. Amen. Asante mzee Msegu kwamba ulitufundisha vizuri. Na mimi niungane na mzee Msegu kusema kwamba maadui wa Yesu walichanganyikiwa hata wakawa sasa wanashindwa kuelewa la kufanya. Kile chama kujiunga, chama cha ISY, kwao ilikuwa ngumu sana. Yaani chama chainua sifa kwa Yesu. Maana wamechanganyikiwa sasa wajiunge katika chama hicho ngumu. Lakini kuendeleza misimamo yao ya itikadi yao ya kile chama cha ZSY, nayo vile ilikuwa haina mashiko, maana Yesu amefufuka. Bwana asifiwe. Amen. Walikosa hoja kwa sababu ilikuwa wazi Yesu amefufuka kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama nilivyosema, huduma na maisha ya Yesu vilikuwa katika unyenyekevu mkubwa. Maadui walimbeza, walimkataa, hata wakamhukumu Yesu bila hatia kufa. Lakini tendo la kufufuka kutoka kwa wafu lilikuwa chanzo cha kutukuzwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpaka sasa Yesu yuko juu, ametukuzwa kwa sababu ya tendo la kufufuka. Ndugu zangu, yale mafundisho ya Yesu na yale madai ya Yesu aliyotoa huko nyuma katika ile hali ya unyenyekevu,
sasa ilipata mashiko kwa tendo la ajabu la kufufuka. Imani ya wafuasi wake wale tenasha na wengine ilithibitika kwa tendo la kufufuka. Maadui wakubwa, dhambi, kifo, mauti, mapepo vilishindwa kwa sababu Yesu amefufuka. Sasa Yesu anastahili kusimama mchana, kusimama mbele ya watu wote na kusema kwamba mimi ndimi njia na kweli na uzima. Bwana asifiwe. Amen. Sasa Yesu anaweza akasikiwa vizuri na kuaminiwa akisema kwamba mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Bwana asifiwe. Amen. Katika kitabu cha Marko, Yesu alitoa hoja nyingine. Alisema kwamba lakini mpate kujua mwana wa Adamu anayo amri, yaani ana mamlaka duniani kusamehe dhambi. Watu hawakumwelewa vizuri Yesu, lakini sasa alipofufuka wanaweza kuelewa kwamba huyu ana nguvu, ana mamlaka ya kusamehe dhambi. Bwana asifiwe. Amen. Asingefufuka asingesema haya. Kufufuka kwa Yesu ni jambo kubwa, ni jambo muhimu katika maisha yetu sisi tunaomfuata Yesu. Sisi tulio katika chama hiki cha Inua Sifa kwa Yesu. Baada ya kusema haya yote, nikuulize swali. Hivi una mahusiano vipi na Bwana wetu Yesu Kristo, huyu mfufuka? Kwa sababu baraka zote, kwa sababu ahadi zote, faida ile ya kufufuka kwa Yesu ipo sio kwa watu wote, ipo kwa baadhi ya watu, wale wanaompa Yesu matumaini yao, maisha yao. Tunapaswa kuangalia uhusiano wetu. Kama uhusiano wetu una mgogoro, una mashaka, ni wakati huu wa Pasaka kutengeneza. Bwana asifiwe. Amen. Asipatikane Mkristo mwenzetu katika jumuiya zetu, katika kanisa letu hili hana uhusiano na Yesu, kwa sababu ukikosa uhusiano na Yesu unazikosa baraka zote za ufufuko wake. Tunapaswa kujivunia, kutembea kwa majivuno. Nadhani na majivuno mazuri yako, kama ni kwa ajili ya Yesu, hayo nadhani sio dhambi. Bwana asifiwe. Amen. Kiburi kwa ajili ya Yesu, mimi nadhani hicho kizuri tu. Kwa ajili ya Yesu, kwa ajili ya Bwana mfufuka, unajivunia imani yako, unajivunia matumaini yako. Maana ni matumaini thabiti, ni matumaini yaliyopimwa na kuthibitishwa na ufufuko wa Yesu Kristo. Una uhusiano gani na Yesu? Swala hili la uhusiano na Yesu lisiwe siri, lisiwe la kificho. Tembea wazi, shuhudia wazi, simamia imani yako wazi. Ni imani thabiti, maana tunayemtumaini sisi ni Yesu ambaye amekufa, akafufuka, akashinda kifo, na sisi tunamtumaini, tuna ufufuo, tutafufuka baada ya maisha haya. Tunapaswa kuwa mashahidi wa habari hii, na hilo ni agizo la Yesu Kristo. Waumini wa Kristo wanapaswa kuwa mashahidi. Inawezekana tunasema mimi siwezi kusema kama alivyosema Musa, lakini una namna ya kufanya, una namna ya kuwatuma, una namna ya kuwapeleka wale wanaosema, ili waweze kwenda kuhubiri Injili, waweze kutangaza habari za ufufuko wa Yesu. Yule anayesema na yule aliyemwezesha kwenda wanafanya kazi moja, wanasaidia Injili kwenda, wanasaidia habari hizi kutangazwa sehemu mbalimbali katika dunia hii. Daima habari ya kufufuka kwa Yesu tuifanye kuwa jambo jipya kila siku katika mioyo yetu, katika midomo yetu. Unajua kuna habari ambazo zinatokea halafu zinapitwa na wakati, au sio? Kuna habari ambazo ukizungumza leo unaonekana wewe pia umepitwa na wakati. Lakini sio habari hii. Habari ya kufufuka wa Yesu ni mpya kila siku. Iwe mpya mioyoni mwetu. Maana amefufuka kwa ajili ya wale waliokufa,
amefufuka kwa ajili yetu sisi tunaoishi na kusikia ujumbe huu siku ya leo. Kwa vile Yesu amefufuka, nasi tutafufuka kuurithi uzima wa milele. Nimalize kwa maneno yale, nanyi mrudie nayo yasema: Kristo mshindi, Kristo mshindi, Kristo mfalme, Kristo mfalme, Kristo mkombozi, Kristo mkombozi, Kristo mtawala, Kristo mtawala. Uje Bwana Yesu, Uje Bwana Yesu, uwe mshindi, uwe mshindi, mfalme, mkombozi, na mtawala wa kigelegele. Chereko. Tunajivunia, tunaikuana aliye hai, si Bwana aliyekufa, si Bwana aliyekaidi. Ni Bwana tukiomba anasikia, ni Bwana tukiabudu anapokea ibada. Ni Bwana ambaye tuna matumaini ya uzima wa milele kama tuzo kwa ajili ya maisha yetu tunayoishi ndani yake. Lisifiwe jina lako, litukuzwe, na tujalie kutangaza kama wewe ni mfalme, wewe ni mshindi, wewe ni mkombozi, wewe ni mtawala wa dunia. Kristo Bwana wetu. Amen. Ongeza makofi na ni habari njema ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu atubariki sana katika Pasaka hii. Baba, tunashukuru kwa ujumbe mwema unaotufaa katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Niombe tusimame tuseme imani kwa vile imani inaelekea kwa Sunday. Kama vile fungu moja,
ili tuendelee vizuri. Asante. Mwenyezi Mungu Baba wa milele, ulijalia kanisa lako ulimwenguni mote umoja na amani. Uliimarisha linapoteswa kwa jina lako na kujalia kutangazia mataifa yote injili yako. Asante Yesu kwa kufufuka kwako na nguvu ya kaburi ikakushindwa. Asante kwa sababu leo hii dunia, kanisa kwa jumla, tunafurahi kwa sababu ya kufufuka kwako Yesu. Naomba tusaidie tuendelee kueneza habari za ushindi wako katikati yetu. Kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Wabariki maaskofu wote, askofu mkuu kanisa Anglikana, lakini askofu Godfrey Seaba wa dayosisi yetu ya Morogoro, pamoja na wachungaji na wahudumu wote wa kanisa lako, wainjilisti, manabii, mitume na walimu. Baba, tunawakabidhi mikononi mwako tukufanya kazi kwa pamoja katika huduma hii ambayo umekwenda kutuitia. Wabariki viongozi wa mataifa yote ulimwenguni, tukae kwa umoja na amani. Rais wetu John Magufuli, mawaziri na watu wenye mamlaka katika nchi hii, wabunge, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na wote wenye mamlaka. Baba, tunakwenda kuomba kwa ajili ya amani katika nchi yetu. Asante kwa kututendea mambo makubwa na ya ajabu katika nchi yetu, na hata wapendwa wetu kule Zanzibar. Tunaendelea kukuomba Mungu na tumekuona Mungu. Nasi Mungu tunasema asante. Bwana, usikie kuomba kwetu. Uongoze na kubariki kazi zetu, na kwa ajili ya wote wanaohusika nazo, tushirikiane katika haki na katika udugu. Bariki kazi maofisini, biashara za watu binafsi, kazi za watu binafsi. Baba, tupe kufanya kazi kwa nguvu. Usijalie nyumba zetu baraka yako iliyopendana na usafi ustawi, na watoto wetu na vijana wetu walelewe katika kicho cha jina lako takatifu. Tunakumbuka vijana wetu ambao wako kule Easter. Mungu, tunaweka mikononi mwako. Naomba wasaidie. Lete amani katika familia zetu, katika nyumba zetu. Na siku ya leo tunakwenda kuadhimisha kufufuka kwako Yesu. Kama katikati ya familia na nyumba zetu ziko familia ambazo uhusiano wao kwa wao si mzuri, Mungu katuunganishe katika siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, naomba tusikie, tutakaa na familia zetu tukitafakari juu ya matendo yako makuu na ya ajabu. Baba, naomba ukapate kutusaidia. Wajalie mwangaza wa Roho Mtakatifu, watu wanafundisha na kuelekeza akili za watu wanaofundishwao na kusikiliza. Tunaomba kwa ajili ya walimu, tunaomba kwa ajili ya wanafunzi ambao wamekuja likizo majumbani kuungana na familia, watakapoanza safari ya kurudi tena vyuoni au kule shuleni. Neema yako Mungu endelee kwa pamoja nao. Waongoze, watangulie. Vyombo watakaposafiria tunavifunika katika damu ya Yesu. Tunakataa namna yoyote ya ajali. Hazina nafasi, hazina kibali, hazina nguvu, hazina uwezo. Damu yako Yesu ambayo ilimwagika siku chache zilizopita ikaendelea kuleta ukombozi katika nchi yetu ya Tanzania, katika barabara zetu za Tanzania. Bwana, usikie kuomba kwetu. Waponye wagonjwa waliopo majumbani, waliopo hospitalini. Mungu, naomba ukapate kuwasaidia. Tunamkumbuka mama yetu mpendwa, mama ya Sehaba. Siku ya leo Mungu tunakwenda kumtaja. Nguvu yako Bwana iliyokufufua inayopita katikati yake. Wagonjwa wengine wamekata tamaa, wako kule hospitalini, wengine wako majumbani, wako watu wanakuja kuuguza. Na kama katikati yetu kuna watu wanaingia, wako wapendwa wao wanapita katika mateso. Siku ya leo tunaachilia nguvu iliyomtoa Yesu kwa mwili, wakapata kupokea nguvu uzima katika jina la Yesu mwana wa Mungu hai. Na kama wako wamesumbuka na maumivu mbalimbali katika mwili, tunaiachilia damu ya Yesu Kristo, maana kwa kupigwa kwake sisi tumepata kupona katika jina la Yesu. Na wengine inawezekana wameingia siku ya leo mahali hapa wakiwa hawawezi. Mungu asitoke kama walivyo. Tunaomba damu yako na nguvu yako Bwana ikapate kuwafungua katika jina la Yesu mwana wa Mungu hai. Kama kuna wanaoteseka na mapepo, nguvu za giza, kwa mamlaka tuliopewa, hizo nguvu za giza zikapata kuachia sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu mwana wa Mungu hai. Kila mtu atakapata kupokea nguvu uzima na uponyaji. Utubariki sote tunakusanyika kwa Mungu, pamoja na ndugu zetu wasiokuwepo hapa, pamoja na wanafunzi wote wa kanisa lako. Wajalie wasimamie kweli yako, pamoja na wote waliojitenga, ili masikio yao na mioyo yao ifunguliwe, wapate kugeukia. Bwana, sikia kuomba kwetu. Tushangilie ushirika wa takatifu, kushukuru kwa watu wako wote waliofanya katika imani yako. Jalie pamoja nao furaha
wetu Yesu Kristo mpatanishi na mwombezi wetu. Amen. Amen. Bwana
Tapeka zizo nze hango kuzihulika. Ane njoni watu wote, tuongee habari za mtu mmoja aliyeteswa sana, akafa akazikwa, na siku ya tatu huyo akafufu. Ane njoni watu wote, tuongee habari za mtu mmoja aliyeteswa sana, akafa akazikwa, na siku ya tatu huyo akafufuka. Nye mze chimote, heyo siku na mchana walilinda kaburi la Yesu, kumbe wasijue itatokeaje. Heyo siku na mchana walilinda kaburi la Yesu, kumbe wasijue itatokeaje. Heyo siku na mchana baba usiku na mchana walilinda kaburi la Yesu, kumbe wasijue itatokeaje.
wote tuendelee na ibada. Walimuuliza Kobe, wewe ni mnyama tofauti na wanyama wenzako. Mchezo wa muziki wanacheza, wanafurahi, lakini wewe umenyamaza. Kobe akamwambia, hapana, ni bwana tuligumu. Ukiona yani kama sichezi lakini uko ndani na shughulika kweli. Basi kama mliona mimi sichezi hii kama kwa shughuli kubwa. Mchangie Bwana Yesu. Tumshukuru Mungu kwa matendo yote Bwana ya shukrani. Bwana, ukungufu, heshima na utukufu ni vyako, kwa kuwa vyote mbinguni na duniani ni vyako. Vitu vyote hutoka kwako na kwako tunakurudishia. Tunakuomba Bwana uzipokee na uzibariki sadaka hizi na zako walizokutolea watu wako kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Amani ya Bwana ikae nani daima. Mpe jirani yako mkono wa heri ya Pasaka. Bwana akae nanyi. Kuweni mioyo yenu. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Wajibu wetu ni haki tuhifadhi nafsi yetu kila wakati, kila mahali tukushukuru Bwana mtakatifu, Baba mwenyezi, Mungu wa milele, kwa Yesu Kristo Bwana wetu, na kutukuza kwa ajili ya ulimwengu wote ulioumba na kuhifadhi katika yeye, kwa ajili ya taratibu za kuumba kwako na kwa ajili ya vipawa vyako vingi vya neema, na zaidi wajibu wetu sisi tulioamka kukusifu kwa ajili ya upendo wako, hata ukamtoa mwana wako Yesu Kristo afe msalabani na kumfufua katika wafu. Ndiye mwana-kondoo wa Pasaka aliyetolewa sadaka kwa ajili yetu, akichukua dhambi ya ulimwengu, ambaye kwa kufa kwake ameangamiza kufa na kwa kufufuka kwake ametujezea tena uzima wa milele. Baba, tukusifu kwa ajili ya Roho wako Mtakatifu, ambaye anatufahamisha kwamba umetutia muhuri katika ubatizo tuwe wako, ili tupate kuyatangaza matendo yako ya ajabu. Kwa sisi nasi pamoja na malaika na manabii na mitume na mashahidi pia na jeshi lote la mbinguni, kwa kutukuza na kukusifu daima tukisema, Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, ndiye mwenye utukufu wako. Utukufu na adhabu yetu, ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Hosana mbarikiwa juu. Tupige magoti. Utukufu na wewe Baba wa mbinguni, ambaye kwa rehema zako ulimtoa mwana wako pekee Yesu Kristo, wote wanaomwamini wawe na uzima wa milele. Utusikie Baba wa rehema, tunakusihi, ili sisi tukipokea mkate huu na kikombe hiki, kama mwana wako alivyotoa nuru, tuwe washiriki wa mwili na damu yake. Yeye usiku la leo tolewa alitoa mkate, naye akisha kushukuru na kukutukuza akaumega, akawapa wanafunzi wake akisema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu utolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na hivi baada ya kula akatoa kikombe akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hiyo damu yangu ya agano jipya, imwagikayo kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Kwa hiyo Baba, kwa mkate huu na kikombe hiki, tunafanya hivi kwa ukumbusho alioagiza mwana wako Yesu Kristo. Tunatangaza mauti yake iliyo dhabihu timilifu, aliyoitoa msalabani kwa ajili yetu mara moja,
na kuadhimisha ukombozi aliotupatia. Tunakushukuru ewe Baba kwa ajili ya kufufuka kwake kwa uweza na kupaa kwake mbinguni ambako anatuombea daima. Nasi tutazamia kurudi kwake kwa utukufu. Naomba utukubali katika yetu kusini, tujaze Roho wako Mtakatifu ili tuwe na umoja katika kanisa lako ambalo nalikusanya kutoka pembe zote za dunia. Kwa yeye na ndani yake kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, heshima yote na utukufu. Shukrani naweza sina Mungu wetu kupata milele. Kama vile Bwana wetu Yesu Kristo alivyotuagiza akatufundisha, tunathubutu kusema: Ee Mungu, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama sisi tunavyowasamehe waliotukosa, usitutie majaribuni, lakini tuokoe na mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Mwana-Kondoo wa Mungu, ulichukue dhambi ya ulimwengu, uturehemu. Mwana-Kondoo wa Mungu, ulichukue dhambi ya ulimwengu, uturehemu. Mwana-Kondoo wa Mungu, ulichukue dhambi ya ulimwengu, uturehemu. Mkate tumegawa ushirika wa mwili wa Kristo. Ni mmoja na sisi tulio wengi tu mwili mmoja, kwa maana sisi sote kwa kiasi moja. Bwana mwenye rehema, ikaribia meza yako kutimia haki yetu wenyewe, ila rehema zako kuu na za ajabu hatustahili sisi kuokota makombo chini ya meza yako, bali wewe ni Bwana yeye usiyesahaulika. Sifa yako iko na rehema daima. Kwa hiyo Bwana na rehema, utujalie tule kama unapenda Yesu Kristo na kuinywa damu yake, ili sisi wenye dhambi tusafishwe mwili na roho, tukaishi siku zote ndani yake na yeye ndani yetu. Na tunaamini kwa imani kwa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetoa na kuinywa damu yake ili kwa ajili yetu. Tukumbuke ya kuwa alitufia sisi, tumpokee yeye mioyoni mwetu kwa imani na shukrani. Kwa hiyo Kristo kulinde hata uzima milele. Damu yake Kristo Yesu ikulinde mwili na roho hata uzima milele. Haleluya, haleluya, Bwana Yesu kafufuka, sasa ameshinda kufa na uwezo wa mauti. Asubuhi na mapema wanawake walikwenda
Asante.